Hizi ndio sababu ambazo zinafanya AC yako inatumia umeme mwingi sana. Lakini pia naenda kukupa kanuni au njia rahisi ya kutambua kwamba AC ina uwezo wa kutumia unit ngapi za umeme kwa siku moja au kwa lisali moja. Kumbuka, sisi ni Nunuamo, tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Bila kusahau, kumbuka kutufollow, kucomment, kushare, kusave ili uende kwa kwanza kuona pale tunapotoa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Sababu ya kwanza ni ukubwa wa AC. Kumbuka, AC kadiri inavyozidi kuongezeka ukubwa, yani size, tunaitaga BTU, British Thermal Unit, basi hata matumizi ya umeme yanazidi kuongezeka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba AC ya BTU 9000 haziwezi kuendana kwenye matumizi ya umeme na AC yenye ukubwa wa BTU 10002. Ni ukweli ulio wazi na ni ukweli ambao haupingiki. Maana tumepata alama za kwamba mtu ana AC ya BTU 9000 au 10002 alafu akaenda akafunga sehemu nyingine AC na BTU 18000 au 12002 au 12004, anaanza kulalamika kwamba AC yake mbona inakula umeme mkubwa. Hapana. Kadiri AC ukubwa wake unavyozidi kuongezeka, ndivyo hata matumizi ya umeme yanazidi kuongezeka. Ni kama magari vile. Ukubwa wa CC unavyozidi kuongezeka, ndivyo consumption ya mafuta inazidi kuongezeka. Ni kitu ambacho kiko wazi. Sababu ya pili ni AC ambazo tunaitaga zina teknolojia ya non inverter. Yaani non inverter AC. Hizi ni AC ambazo zipo katika mfumo ambao hauna teknolojia ya, tunasema teknolojia ya energy saving, yani teknolojia ya kupunguza matumizi ya umeme. Watu wengi wamenunua AC hizi hapa za non inverter kulingana kwamba gharama yake of course ya manunuzi ni ndogo sana. Wengi wameshawishiwa na gharama ndogo ya manunuzi, lakini baadaye inakuja kuwagharimu sana kwenye matumizi ya umeme. Kwani ukilinganisha na AC ambazo zipo katika teknolojia ya inverter, zenyewe matumizi yake umeme ni kidogo sana, kwani zina uwezo wa kupunguza matumizi ya umeme kutoka 30% mpaka 70%, kutokana na brand, yani kampuni na kampuni. Maana kuna kampuni ambazo zimeboreshwa sana kwenye inverter teknolojia yake kiasi kwamba zinatumia unit, yani zina uwezo wa kusave unit kuanzia 30% mpaka 70%. Sababu ya tatu ni chumba au sehemu yako inakuwa ni kubwa kuliko uwezo wa AC. Mara nyingi hii elimu naitoa sana ni kwamba AC zimetengenezwa katika mfumo ambao tunaitaga, yani kwenye viwango fulani vya kutengeneza ubaridi au joto. Sasa vile viwango ambavyo vimetengenezwa, ambao ndo ukubwa wake, ambao ndo tunaitaga BTU, yani British Thermal Unit. Sasa ule ukubwa wake wa kutengeneza au uwezo wake wa kutengeneza ubaridi au kutengeneza joto, mara nyingi unakuwa unategemea pia na ukubwa wa chumba au ukubwa eneo lako. Umeona? Yaani ukubwa fulani wa chumba unaendana na ukubwa fulani wa AC. Ni vitu vya kitaalamu kabisa na havikwepeki. Sasa kuna wale ndugu zetu, mtu anakuambia anataka ili mradi AC, akiamini ya kwamba akiwa na AC ambayo ni ndogo alafu eneo lake ni kubwa, lakini anafanya hivyo ku save money, yani kuangalia a save money, baadaye inakuja kumgharimu, kwa sababu AC ikiwa ndogo, cha kwanza haitazalisha ubaridi wa kutosha au utapata ubaridi wa kutosha, ni kitu ambacho kipo wazi. Lakini cha pili, matumizi ya umeme yatakuwa ni makubwa sana. Yatakuwa ni makubwa sana kwa sababu gani? Kwa maana AC itakuwa inafanya kazi muda wote, kwa maana itakuwa haina uwezo wa kusambaza ubaridi ujae kwenye kile chumba. Na hii ni kutokana na kwamba mfano AC ambazo ni inverter technology zikifikia kiwango kile cha ubaridi, yani ile cooling point ikifikia kwenye chumba chako, huwa ina tabia ya kupunguza uwezo wa kuzalisha ubaridi. Umeona?
Lakini pia kwenye inverter technology AC zenyewe, ikifikia ile cooling point yako, kinachofanyika ni kwamba mashine yako ile au AC yako inajizima, au ile compressor inajizima kabisa. Umeona? Sasa kwenye chumba ambacho ni kikubwa, ina maana sasa itachukua muda mrefu na masaa mengi sana kufikia cooling point ambayo inatakiwa, na hii ni kutokana na kwamba chumba ni kikubwa kuliko uwezo wa AC. Sawa na sasa hivi umemchukua mtu ambaye ana uwezo wa kukimbia kilomita 20 afu unamleta kwenye mashindano ya kukimbia kilomita 100. Of course utamtesa na utoa mapofu yake. Ukweli ndo huko hivyo, na ni ukweli ni wa kitaalamu. Sababu ya 4 ni sababu ya kimazingira, nikimaanisha mazingira, na hasa yani sehemu kukiwa na joto kali sana au ule msimu wa joto kali sana. Endapo mazingira yako ya nje kuna joto kali sana, of course ina maana hata ndani patakuwa na joto kubwa sana. Sasa pakiwa na joto kubwa sana, AC yako itajilazimisha kufanya kazi kwa kipindi kirefu mno. Kwenye ufanyaji kazi wa kipindi kirefu ili iweze kupoza kile chumba, ndipo matumizi ya umeme pia yanaongezeka kwa kiwango ambacho ni kikubwa sana, ukilinganisha na mazingira ambayo joto lake ni dogo. Hapa naamini watu ambao mpo labda nje, tufanye Dar es Salaam, au mpo kwenye nje ya kanda za pwani. Ukanda wa pwani una joto kubwa sana. Lakini ambao mpo labda Arusha, Kilimanjaro huko au Dodoma, tuchukue Dodoma. Ulaji wa umeme wa AC, tuchukue labda na AC ambayo ni B2F9 ambayo iko Dar es Salaam, na AC ambayo ni B2F9 iko Dodoma. Zote labda ni inverter na zote au sio inverter, afu zote zipo kwenye vyumba ambavyo ni sawa. Of course, mtu ambaye yuko Dar es Salaam matumizi yake umeme atakuwa ni makubwa kuliko mtu ambaye yuko Dodoma. Na hii ni kutokana na kwamba Dar es Salaam kuna joto kubwa sana, au kuna joto jingi sana. Hivyo sehemu ambayo unaishi kama patakuwa na joto nje kubwa, itapelekea ndani kuwa na joto kubwa. Hivyo hata matumizi ya AC au matumizi ya umeme ni lazima yataongezeka, kwani AC yako itatumia nguvu kubwa kutengeneza ubaridi kwa kiwango kirefu, kitu ambacho kinapelekea high energy au high consumption of energy. Ni swala ambalo liko wazi kabisa. Lakini pia hii huwa tunashaurigi, mfano kama mtu ambao nyie mnajenga, kama mnajenga, make sure vyumba vyako, hasa vyumba vya kulala, vikae sehemu ambako jua linatokea. Yaani chumba kisikae upande ambako jua linazamia. Joto itakuwa ni nyingi, ukuta utapata joto kwa kipindi kirefu, ndani patakuwa na joto, hivyo patakuwa ni ngumu sana kupata AC kupoza kwa haraka na kisha kupelekea matumizi makubwa ya umeme. Lakini kingine ambacho wanashaurigi ni kupanda miti. Eneo lako ukipanda miti, of course itakusave. Eneo lako itakuwa halina joto, patakuwa na baridi. Hivyo basi hata matumizi yako AC yatakupunguzia gharama, kwani sababu unaweza kusema ni ya mwisho kwa hapa au ya 5 ni mlango au madirisha kufungua mara kwa mara. Umewasha AC yako. Kawaida AC kuna kanuni wa mimi nasemaga, yani kama una AC wa nje, wa ndani. Nasema wa nje, wa ndani kwa maana kwamba hutakiwi kufungua madirisha yako. Hilo swali liko wazi. Lakini pia hutakiwi kufungua mlango mara kwa mara. Mara huu mlango kwa chawazi. Hiyo itakiwi. Kitendo hicho hapo kitafanya ubaridi wa ndani kutoka nje. Hivyo ubaridi ule ambao umetengenezwa ndani ukitoka nje, ina maana AC yako itatumia nguvu kubwa sana kuzalisha ubaridi. Umeona? Sasa ninapozidi kutumia nguvu kubwa kuzalisha ubaridi au kutumia muda mrefu kuzalisha ubaridi, na ule ubaridi ambapo unaupoteza kwenye mlango au kwenye dirisha ambao umelifungua, na kisha hii hali inapelekea matumizi yako ya umeme kuwa makubwa, kwani AC itafanya kazi kwa kipindi kirefu. Yaani ina mashine na nguruma kwa kipindi kirefu, inazalisha ubaridi kwa kipindi kirefu, na huu baridi unaopoteza kwenye kufungua madirisha au kufungua milango. Na ndio maana mara nyingi hasa watu ambao kwenye sehemu za biashara au sehemu za starehe, mfano maduka, sehemu za vinywaji hizi kama lounge, pub, hasa wale ambao mna au liquor store ambazo mna indoor liquor store au indoor pub, indoor lounge, umeona? Mara nyingi hizo sehemu, ndio maana mimi nawashaurigi wateja wangu wa kwamba make sure eneo lako kama la biashara
hakikisha AC ni kubwa kuliko ukubwa wa chumba. Hii itakusaidia, nitakuja kueleza ni kwa nini. Hizo ni sababu chache ambazo zinafanya kwa nini AC yako inatumia umeme mwingi sana kuliko matarajio ambayo umepewa. Kumbuka, sisi ni Nunuamo, tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Lakini mbali na hapo, naenda kukuelezea kwa uchache, maana nimepokea alama nyingi kwa kipindi kirefu. Watu wamejazwa hofu ya kwamba AC zinatumia umeme mwingi. Of course, unavyonunua AC jua kwamba lazima umeme utumike. Sasa mtu ananunua gari, anaogopa kwamba gari inatumia mafuta. Lazima AC umeme itumie. Lakini kumbuka, nimekupa sababu za hapo za msingi za kwamba ni namna gani AC yako inafanya kutumia umeme mwingi. Basi hapa naenda kukupa kanuni chache au hesabu za kawaida ambazo ni nyepesi, ambazo zitakusaidia kujua kwamba AC yako ina uwezo wa kutumia unit ngapi kwa siku, ambazo hizo unit tutazibadilisha kwamba itakuwa sawa na kiasi cha shilingi ngapi. Mfano, tuchukulie AC ambayo nakumbuka tulisema AC kadiri inavyozidi kuongezeka ukubwa ndivyo hata matumizi ya umeme yanazidi kuwa makubwa. Tukichukua mfano AC ambayo ina ukubwa wa BTU 1900, kawaida ina uwezo wa kutumia unit 0.7 mpaka 0.9 kwa lisali moja. Unit 0.7 mpaka 0.9 kwa lisali moja. Hiyo ni AC ambayo ina ukubwa wa BTU 1900. Kumbuka hapo tumezungumzia AC, hatujaziweka kwenye upande kwamba hii ni inverter au nani inverter. Nitakuelezea ni kwa nini. Mfano AC ambayo ina ukubwa wa BTU 12 ina uwezo wa kutumia unit 0.9 mpaka 1.2 unit kwa lisaa limoja. Zingatia hilo. Pia kwa unit kwa AC ambayo ina ukubwa BTU 18 ina uwezo wa kutumia unit za umeme kuanzia 1.5 mpaka unit 2 kwa lisali moja. Tukishajua mifano inaenda kukupa sana mahesabu machache. Tuchukulie mfano hiyo BTU 1900. Tumesema ni unit 0.7 mpaka unit 0.9 kwa lisali moja. Tuchukulie inatumia unit moja kwa lisaa, ambapo unit moja sawa sawa na shilingi 3500, shilingi 350. Yaani unit moja umeme kawaida unanuaga kwa shilingi 350. Japo kutegemea mazingira na mazingira. Kuna mazingira mengine wapo kwenye matumizi madogo, hata gharama za umeme zinakuwa ni ndogo. Wala ambapo kwenye matumizi makubwa, gharama za umeme kawaida zinakuwa kubwa. Kwa utaangalia sehemu ambayo unaishi, unatumia unit moja ni shilingi ngapi. Lakini sehemu nyingi, asilimia kubwa ni unit moja kwa shilingi 350. Sasa kama hii BTU 1900 tumesema kwa siku inaweza kutumia unit moja. Kwa lisali moja inaweza kutumia unit moja. Ambapo unit moja hii tumesema kwa kawaida kwa Tanzania ni shilingi ngapi? 350. Ukipiga hesabu kwa masaa 12 ambapo ni siku nzima hiyo. Yaani AC umewasha kuanzia asubuhi mpaka jioni au jioni mpaka asubuhi. Ambapo sasa kwa unit moja ambayo sawa sawa na shilingi 350, tukizidisha kwa masaa hayo. Kumbuka unit moja hiyo tumesema ni lisaa hili limoja. Sasa tukichukua hiyo 350 ya lisaa limoja, tukizidisha na masaa 12, tunapata shilingi ngapi? Shilingi 4200. Ina maana makadirio ya kawaida kwa AC ambayo ina BTU 1900 ina uwezo wa kutumia unit za shilingi au umeme wa shilingi 4200 kwa masaa 12. Kumbuka hapa tumepigia hesabu ni kwamba haujaizima tangia umeiwasha. Umeona? Sasa kumbuka tumesema AC zipo katika mifumo miwili ya teknolojia, ambapo kuna inverter AC na non-inverter AC. Na tumeelezea kwamba non-inverter AC ina uwezo wa kupunguza gharama za matumizi ya umeme kuanzia 30% mpaka 70. Unanipata? Basi hivyo kama ni asilimia kutoka 30 mpaka 70, hivyo ukiwa na AC ambayo ni inverter technology, basi jua ya kwamba umeme wako kwa siku haiwezi kafika shilingi 4200 ukiwasha kwa masaa 12. Lazima itakuwa chini ya hapo. Kwa katika masaa 12, katika 4200 hiyo tafuta asilimia 30. 4200 unapata ngapi? Afu toa kwenye 4200.
Hapo kumbuka, kwenye asilimia za kusave umeme inategemea kampuni na kampuni. Kuna kampuni ambazo ziko makini, yani zimenyoka sana, ni yani ni high energy saver. Umeona? Kwa uchache ni hayo, na kwa leo ni hayo. Kumbuka sisi ni Nunua Mo, tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Usichoke, kaa karibu na sisi. Kumbuka kutufollow, kushare, kucomment, kusave, ili uendelee kutuona zaidi pale tutapokuletea taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Karibu sana Nunua Mo.